Hamjambo? Hiyo sauti kweli ni wazee. Hamjambo wazee? Hamjambo. Wacha niwasalamie na salamu zangu specific. Inakuanga salamu yangu mimi mwenyewe. Nikiwasalamia kaere operetai, unasema kaere operetes. Haya, fanya mazoezi, sema kaere operetes. Haya wazee, kaere operetai. Adventist men, kaere operetai. Wageni kina mama ambao wamefika hapa, kaere operetai. Asante sana. Nataka nifanye summary ya vipindi ambavyo tumekuwa tukijiandaa na kujifunza kwa muda wa siku 3 ambazo zimepita kwa takriban dakika 20. Kwa hivyo lete sikio uweze kuendamana pamoja nami kwa njia ya kipekee. Na kabla sijaanza mafundisho haya niseme ninashukuru Mungu kwa sababu ya uwezo wake, kwa sababu ya uongozi wake, kwa sababu ya mapenzi yake ambayo ilimfanya aweze kumtuma mwanawe Yesu Kristo aliyekubali kuangikwa katika msalaba wa Kalvari kwa minajili ya dhambi zetu, sana sana dhambi ya wazee. Niseme ni asante kwa Yesu ambaye baada ya kuishi katika hii dunia na kukamilisha wokovu wa wanadamu kule Kalvari, hakutuacha kama mayatima, akamtuma Roho Mtakatifu ambaye anaishi pamoja nasi, anaendelea kukaa pamoja nasi, na kwa sasa hivi anazungumza na mioyo ya wazee. Sema amina. Na niseme ni asante sana kwa conference hii, na nimefurahi president amekuja. Asante sana president kwa kutupa nafasi tujumuike hapa na kunena neno la Mwenyezi Mungu. Asante sana, na tunakushukuru pia president huyu amekuwa ni president wetu tangu zamani, kuanzia huko West Rift Valley Field. Yeye alitusaidia kuweka huko kama watoto wake, na mimi nafurahi kwa sababu kazi yako inaonekana. Asante sana na karibu katika mkutano. Niseme ni asante kwa pastor wetu, Pastor Siron, ambaye ameunganisha na kuhakikisha mkutano huu umekamilika kwa njia ambayo ni nzuri sana. Asante sana pastor, Mungu aweze kukubariki. Niwashukuru wale ambao tumefanya kuhudumu pamoja, mwinjilisti wetu pamoja na mnenaji mwenzangu kutoka huko Nandi. Tunashukuru na kusema Bwana Mungu ni Ebeneza. Asanteni sana. Kwa hivyo katika mazungumzo yetu nitazungumzia mambo matatu kwa hiyo dakika ambayo anafanya summary ya mafundisho yetu. Mafundisho yetu imekuwa inalenga kabisa mtu ambaye anaitwa man. Mtu ambaye anaitwa man. Na katika mkutano ambao unaitwa Adventist Men Ministries. Sema namna hiyo. Adventist Men Ministries. Sema namna hiyo. Adventist Men Ministries. Na nikachunguza nikaangalia Adventist Men Ministries iko na words 3. Sounds 3. Kuna sound ambayo ni Adventist. Inamaanisha this one is actual. Nikaweka ikuwe actual. Hiyo ni acronym yangu mwenyewe ambayo nimetengeneza mimi mwenyewe. Actual. An actual man. Na huyo actual man lazima akuwe actual physically, akuwe actual mentally, na akuwe actual spiritually. Alafu M inasimamia hiyo sasa man. Hiyo sasa kama man. Na characteristics yako yote. Na katika mafundisho yetu tulisema kitu ile inatofautisha man and female ni chromosome ambayo inaitwa XY. Sema namna hiyo wazee. Hiyo ndio inafanya wewe ukuwe mwanamume na ukuwe mwanaume actual. Alafu ya mwisho M ya mwisho nikaweka moving. Kwa hivyo AMM, actual man moving. Sema namna hiyo tena, actual man moving. So unajua nafundisha na tunafanya summary. Actual man moving. Na sisi tuna move tukielekea wapi? Unajua wakati nilifikiria tunaelekea wapi, nikasema kwa sababu nitafanya summary, tunaelekea kitu inaitwa equip. Sema namna hiyo tena, equip. Sema namna hiyo tena, Equip. Kwa sauti kubwa, equip. Na hii equip sasa nikaweka maneno ndio tujue tunaelekea wapi. Equip kuna neno inaanza ambayo ni E. Na hiyo nikasema this man is energetic. Sema I am energetic. This man is energetic. Na katika energetic hiyo kuna mambo mawili ambayo inakufanya wewe uwe an energetic man. Number 1 ni mambo mawili, ni temperature na pressure. Na inapimwa na daktari. Na daktari hapa tutazunguka.
nitakuja kusisitiza hapo sana. Temperature and pressure. Wasema temperature and pressure. Haya, wekelea hapa mkono yako mzee, wazee, weka hapa mkono yako hapo mahali tunapima temperature. Alafu sasa sema temperature. Alafu sasa weka hapo kwa moyo mahali sasa pressure inakuja inaonekana, weka hapo kwa moyo na useme pressure. Sasa the real man anaelekea mahali akiwa anaweka mkono yake kila mahali kwa compound yake, anaweka mkono, anapeleka huko mkono, anaweka kwa mama mkono, anaweka kwa watoto, anaweka kwa ng'ombe, anaweka kwa mshamba yake mahindi, anaweka kwa kijiji, anaweka kila mahali na anasikia temperature vile hivyo. Na kama temperature sio sawa, anaenda kando na kujijaza pressure, anajaza alafu anarelease pressure ya kusema Mungu tarekita. Sema na hiyo. Sasa hiyo mzee anasema hivyo, pressure ameweka vizuri na ameelewa temperature ya area. Ameelewa temperature ya bibi yake, ameelewa temperature ya watoto wake, ameelewa temperature ya mama, ameelewa temperature ya shamba, ameelewa temperature ya school fees, ameelewa temperature ya kila kitu. Sasa hiyo sasa anaweka pressure. Akisema Mungu tarekita, na Mungu anafanya namna gani? Ya pili, the Q, quality. James 1:17. Tutasomea hiyo James 1:17. Na ningoje kwa Psalms 38:3. Psalms 11:3. Hebu namaliza. Haya. Kwenda hapo. Nisomee James 1:17. Yakobo 1:17. Yakobo 1:17. Yeah? James. Microphone right there. That's how. James 1:17. Yeah, 1:17. Yakobo 1:17. Sukuje. Baba, Yes. Yes. That's 38:3. Kono notio tagatugul, yagatugul nemie, yagatugul nagararan, nenyoru moishe, nenyoru lago, nenyoru jemyoso, nenyoru biga kokwe, nenyoru kanise, nenyoru wanadamu agatugul. Obunono, barat. Inatoka wapi? Mbinguni. Psalms 38:3. Mahakasabei. Job 38:3. Psalms 11:3. Job 38:3. Psalms 11:3. 38:3. Mwagulene. Ermenganyu nungu no umren. Very good. Kalagar menge ku no ko ne. Umuren. Kalagar menge ku no ko umuren. Because you kalagar menge you umuren, you become quality. And you become quality in life, you become quality at all times, and you become quality in every endeavor that you are doing in your life. Psalms 11:3. Psalms 11:3. Na nilikuwa nimekuambia mapema. Ukachelewa tena na na uenda hapo kwa James 1:22. Aya, soma. Mwagulene, Psalms 11:3. Mwagudi. Ngot kengam lumaywe. Ngot kengam lumaywe. Mwenye waine ne baimanda. Waina anyo ne baimanda. Wase najua ninyi ndio nguzo, na tulijifunza tangu wakati tulikuja kwa mkutano tukafind out ya kwamba mwanaume ndio nguzo ya familia, ni nguzo ya society, ni nguzo ya nchi, ni nguzo ya kanisa, ni nguzo ya kila kitu ambayo iko katika hii dunia after God. Na sasa Biblia inauliza swali, ngotkenga manyulume yue kwa na anyu chito ake tukul le baimanda.
When things are changed, conditions are changed, when the boy child does not have his position in life, when the boy child now is crying everywhere in the streets, what will happen to the society? Udkuri yo tinge tingu nom dunia ini ibeke. Motinya kebe bertanya wana mosabit, mosuko wa ini anu bike wa imam ingeme okako bitapu ndo unoto. But I want you to give you an assurance ya kwamba wewe kama mwanaume alimwanatia wala msostoega nama, wala msostoega nama. Man, waliota ni man, okikuri kora in the acronym nani, umwagole mentors. They are mentors, they are energizers, they are neutralizers. But nowadays, these men who are energetic, they are mentors, are nowadays mentally challenged. That is why these men will be mentors of the world. But Satan came and made them mentally challenged by use of drugs, by use of pornography, social media, by use of artificial intelligence. All men, and literally all, are likely to perish because instead of being mentors, they have now been reduced to become mentally challenged. That is why wengine oya magunga wale awale diga kazi. Nikaona kijana mwingine na ilikuwa inanyesha ajabu. Wakili kijana yati ameweka knapsack sprayer na amejaza maji na ana spray mboga yake hapo ilikuwa kwa tuta. Na inanyesha na akona umbrella. Mkono mwingine ameshika umbrella, mwingine ina spray. Umaona wale jigalia, wale joki mwalimu, begele mwana sister guru ndio, amagir gomia wale ndio ndani. Wala ajika wale mwana sister ne. Ai, hatu rona sa gurudi, ndio tangan higi. Baadaye tukagundua this one is mentally challenged kwa sababu ya kutumia dawa za kulevya. Na hiyo ndio situation ambayo imetesa wanaume, imeleta shida, imehangaisha wanadamu. Si wengine ora baadhi ya tare ya biose. What ya biose kenwai. Ngiti to hii wo ya biose na wo ko ndio na mkwadi. Bisi na ngelia. Ikele ndio ndio wak ndio ko leni Osanya na kajor miwani tu abe kwawe ako mama ja wendo nge gole matoke ile koje kumye koje kojor miwani abe kwawe ako kwa uno to wala nyanga miwani miwani ako kwa wala na kotanya ni wandia yezi sia ndama gorogi de taban suwara so boy se kapje view to jige ga ko je wole ko zarbi ke bilege awa champion se ngabu dire orore ne amugi bi kitana taka jetito jito mwinji awu je awu dire jito tulipochunguza tukakuta this man who was supposed to be a mentor is now mentally challenged. This man is supposed to be an energizer, but he is now energetically finished. You go back, you get energizer again here. Lakini betu kwa mwa wata bushe. This person who is supposed to be an energizer, betu sieju kwa kasi ro tika terbo tik sa lo, ana wa tia tu kaso wati, ole ni jebioze. Baba lusa. That's all the group in what the actual game of Wata group on my brain. Because he is now energetically neutralized. He's just a finished person. And that is why we have come here to say, Adventist men, let's take our position as men. Let's take our position as men. And men, Kasnale Kipo James of Jacobo, I ain't going to need to do away. I ain't going to do away. Yes, Adventist men was stationed here as a hero. Adventist men ambao wametoka mbali, Adventist men wote ambao wanasikia sauti hii na wasia kwamba Mungu amenena, amesema mueni watendaji wa neno, msikuwe watendaji wasikilizaji wa neno. Mueni watendaji. Wewe kwetu wana lek, mapego kwetu mololi, amuma mitore tiki ngalale. In fact, the character of a person is determined by his ways.
but not of what he speaks. Ongeai, boys a tool, ongeai ngale, mo kan ngake, chigi mololi ngale, tare in Titus 2 verses 12. Titus 2 verses 12. Kau orang ni Titus. Kamu jangan sama kalau okey mujai, mati mujai kasih, mati mujai malolot, mati mujai ni demo anda the best. Iya lesson ni kami sah oleh Google tahu ande sikebor, unio kau lagi gengge, kait gengge, tapi buat kau mau kau gengge. Saya buat kait tu mana hiu. Mati aku nama lolot tengah pesa, oleh kita tu tahu sembunyi, waktu kau kasih saya kau gege dekai, kau ni kage rikta, ni kalau kau saya gege dekai rikta sembunyi, tapi lagi joru le sab tahi, obvious septa ni jana muri tuli betul mau itu tu sekali ni mungkin ada tu lop. Ibu noi, ibu nama loli. Titus. Ini kolegi orang nama tak kira Jehovah. Ini kolegi orang nama tak tinggal mo. Jehovah. Apa mungkin Jehovah? Amma mutu ke bangun. Age tapi angam mate naletet. Age tapi angam mate naletet. Age kemana? Age kemana? Age orang tak kira Jehovah. Age orang tak kira Jehovah. Yang jeju. Ayo otak orang ti seju nu apa betul sesomo. Ama je boy se goto no sani boy se goto no se boy se go. Goto se boy se Adventist man. Jauh mi tu ye tapi go nuga. Awa Adventist man go botang etik. Goto no se etik tu Adventist man go botang etik. Tunggu, motornya kita detik semua. Bas. Katakan boy se kairo beretai. Ya, kau berarti omau le kairo beretai. Bas, kalau ada tuh nak kamu tu ile boy yot kiesi. Iman kiesi, omau le iman kiesi. Oye se la baca polisi. Oye se jor se polisi. Oye se koram se polisi. Oye se deputy polisi. Oye se suji polisi. Oye se divorce pute tablon. Oye se bogiti aktu tata tu je job di porwek. Oye se LGBTQ. Oye se ibetake. Itu mana? Di Malaysia, the Some James, John 3:16. 16. Abu, di Malaysia Abu. Coba yuk masuk ke kampus kita. Coba mikrofon coba saya skip. Amo kita Jehovah menyusing. Bapak kita ini gay. Semalu saya tu kena nende. Awak tu kerja semua tak apa lagi. Amo kita Jehovah menyusing. Hujan ni waktu aku hujan. Wah time tu. Kan kau sama di mana lapu di Malaysia. Atau walau saya aku nyumba hujan. Tu ye tu wah hujan. Mana lagi? Pun, buku jam tapi. Waduh, nanti kalau saya begini, apa? Jadi. Waduh, nanti kalau saya begini, mau jawab saya mau jawab. Yang ini saya. Aku waktu di kuat dah saya kata begini. Hai. Some hiyo fungu tena unajua sasa soma kwa Kiswahili tafadhali. Mtu wa Kiswahili asome tafadhali. Mtu asome kwa Kiswahili tafadhali na
Ni Yohana 3:10. Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Atosha hapo kwanza. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Na naomba huyu mzee aweze kusimama hapa kwa niaba ya ulimwengu. Aliupenda ulimwengu. Na katika hii ulimwengu kuna mambo mawili ambayo inafanyika tu. Mtu anazaliwa, anakufa. Watu wanazaliwa, wanakufa. Kuna kuzaliwa na kuna kukufa. Hiyo ni hali ya dunia. Na kwa nini wanadamu wanakufa katika hii dunia? Ni kwa sababu ya dhambi. Kwa sababu ya nini? Ya dhambi. Kwa hivyo hii dunia inaendeshwa na shetani ambaye alileta dhambi na mauaji. Ni shetani alileta dhambi na mauaji. Ndio unakuta watoto wetu wananyongwa universities, watoto wetu wananyongwa kwa manyumba ya logics, wazee wanauawa huko wakipata bonus ya pesa, wanauawa kila mahali, watu wanaua watu kwa nyumba yao. Inurudi kwa wakemio sasa na rusha yeye kwa septic tank, mwingine anatisha watoto na kumaliza na kuwaweka kwa paperback. Hiyo hali yote ambayo wanadamu wanafanya ni hali ya dunia hii ambayo ililetwa na shetani. Na huyo shetani alifanya hivyo kwa sababu ya dhambi. Lakini sasa kwa sababu dunia hii ni mbaya, wazee wengi wako kwa dhambi, wazee wengi wanakufa kwa dhambi, lakini Mungu atatuacha kwa njia mbaya. Endelea kusoma hiyo Mungu. Hata akamtoa mwana wake wa pekee. So he gave his son, akamtoa mwanawe, akatoa mwanawe ili kubadilisha hali yako mzee, ili kubadilisha hali yako Adventist man, ili kukutoa kwa hali hii ya kifo, kwa hali hii ya dhambi na kukuweka sasa katika hali tofauti. Hiyo hali tofauti ni gani? Ili kila mtu amwaminie. Haya, ili kila mtu amwaminie. Waishe, tunataka imani. Wazee ambao wanaamini inabadilika. Mzee ambaye anaamini anabadilishwa kuanzia kifo, anabadilishwa, anatolewa kwa kifo, anatolewa kwa dhambi, anawekwa kama mzee wa imani. Endelea kusoma. Asipotee bali. Na huyu mzee wa imani hawezi tena akapotea. Hakuna tena kupotea, bali anapata uzima wa milele. Endelea hapo. 17. Maana Mungu hakumtuma mwana Yes, kwa maana Mungu huyo ambaye amekuja akatengeneza mtu kuwa mtu wa imani na akamtoa akapatia uzima wa milele, hakuna tena hukumu. Hakuna tena hukumu kwako, maana mpaka hapo umeandaliwa uzima wa milele. Sio wewe mzee ambaye kansa imekushika, magonjwa ya ukimwi imekushika, magonjwa ya malaria imekushika, Ebola imekushika, corona imekushika, magonjwa mengi ambayo yanatuhangaisha, ama accident ya barabarani, ama accident ya pikipiki, ama takataka yote ambayo inatuangamiza. Ikiwa hiyo ni hali ambayo wewe huko umekuwa kiwete, umehangaishwa kwa hii dunia, hiyo vitu yote ililetwa na dhambi, lakini Yesu akaimaliza, akatupatia uzima wa milele, na katika hiyo uzima hakuna hukumu tena, bali tunajiandaa kuingia katika ufalme wa mbinguni. Na mimi naomba hiyo iwe ni sehemu yenu, wazee wa station hii ya Segero, katika jina la Yesu. Amen. Watu wengi wanatafuta kuiga waige mitindo ya dunia, wafanane na watu maarufu, umewesha sio salama. Watu wengi wanatafuta kuiga waige mitindo ya dunia, wafanane na watu maarufu, umewesha sio salama. Na wakashauri Yesu, yeye ni mfano ulio bora, hautatokea uchaguzi wako, mwisho
How